Mke wake alimtumia meseji mume wake kwamba amweze kumtumia 50,000 ana shida nayo, lakini mume wake hakujibu meseji wala kupokea simu. Ilipofika saa 2 usiku, mke wake kabidi ampigie mume wake kwa sababu alikuwa amekaa kimya sana. Alipopiga simu, mume wake akapokea, akamuuliza, mume wangu, mbona tangia asubuhi hujibu meseji wala hupokei simu? Kuna shida gani? Basi mume wake akamwambia kwamba kazini kuna shida. Mke wake akamwambia, kuna shida gani? Akasema kwamba yule bodaboda wako ambaye anapenda kukupeleka sehemu mbalimbali, leo nilimwagiza sehemu aweze kuletea mzigo pale ofisini, lakini wakati anashuka ngazi anatoka ofisini akadondoka ghafla, akadondokea vibaya, akaudondokea kichwa. Ikabidi nimchukue nimpeleke wapi? Hospitali. Nilipomfikisha hospitali nikachukua simu yake ili niweze kuwapigia ndugu zake ili waweze kutoa msaada wowote. Basi nikachukua simu yake, nikatoa password na kidole chake. Pale nilipotoa password nikakuta kuna mtu ambaye alikuwa anapenda kuongea naye sana, alikuwa anaitwa Lecho. Ukabidi nipige ile namba ambayo jina ambaye anaitwa Lecho. Nilipopiga ile namba nikagundua ile namba ni ya kwako mke wangu, na nikaamua nifuatilie message mpaka za WhatsApp. Mbaya zaidi, nilipoingia WhatsApp nikakuta ulimtumia picha zako za utupu pamoja na video zako kwa mtupu kabisa. Mbaya zaidi, zile video za utupu na zile picha za utupu ulizomtumia aliwatumia washikaji wake wote wa pale kijiweni, wote aliwatumia video zako za utupu na picha zako za utupu. Kwa wale vijana wote ambao wapo pale kijiweni wanajua utupu wako mke wangu. Ungekuwa ni wewe, ungelichukuliaje hili au ungefanya nini?